Karibu sana mtazamaji, inakuwa ni siku na wakati mwingine ambapo tunaungana pamoja kwenye Gospel Chat, ambapo tutakuwa tukijadili mengi zaidi kuhusiana na neno la Mungu ili tuweze kujadiliana mawili matatu, tupate kufundishana, kwa sababu maandiko yanasema kwamba watu wangu huwa wanakosa ama wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, na haya maarifa tunaweza tukayapata tu kupitia neno la Mungu, mafundisho. Kwa hiyo karibu sana, chukua nafasi yako, na hii leo niko na mgeni, sio mgeni sana, ni mtumishi wa Mungu ambaye tumekuwa naye kwa muda sana tukiweza kufundishana neno, na leo tutakuwa tutaingia zaidi katika haya mafundisho ili tuweze kujua leo ametuandalia nini. Tutakuwa tukizama katika topic ambayo sana sana makanisani haipo sana, lakini leo atakuwa anatufundisha. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina. Nafurahia sana kukuona. Nafurahi pia. Unajua tulikuwa tunazungumza mahali ambapo hatuonekani kule nje. Mazoea alikuwa ni kwenye redio. Yes. Sasa hii tofauti ni tunaonekana. Lakini sasa hivi sura zetu zinaonekana. Na naona sura yako pia ni nzuri ya TV. Asante. Labda msalimie mtazamaji kabla tuweze kuingia katika fundisho letu siku ya leo. Popote pale mnatutazama, wapendwa watazamaji, ninawasalimia katika jina la Yesu. Jina langu ni Pastor Tomaso ama Pastor Thomas Kiarie, na ninawakaribisha ili muweze kujumuika pamoja nasi tujifunze neno la Mungu. Amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu, na labda hata kabla uweze kutuongoza kwa maombi ya kwanza, kuna topic hii kuhusiana na malaika. Wakati mwingine wakati ambapo tunaambiwa tu kuhusiana na viumbe katika ulimwengu ule mwingine wa giza, nasikia kwamba kuna majini, na kweli yapo kulingana na wale ambao jinsi wanavyoshuhudia na vile ambavyo yanaonekana kwa matendo yao, lakini watu wa Mungu upande mwingine tunasahau kwamba nasi pia tuna viumbe ambao ni wa Mwenyezi Mungu ambao tunafaa tuwatambue na jinsi ambavyo wanafanya kazi, ambao wanajulikana kama malaika. Ni topic ambayo siku hizi utakubaliana nami mtumishi wa Mungu, ambayo yanahubiriwa kanisani kuhusiana na kutoa fungu la 10, kuhusiana na kutoa sadaka ambayo inakuumiza. Ni sawa, yote tunakubali, lakini kuna mafundisho mengi sana ambayo bado hatujayapata. Kwa hiyo utakuwa ukituongoza katika hii topic ya the ministry ya angels ama huduma ya malaika, ili tukaweze kuelewa zaidi. Karibu sana, tuongoze kwa maombi. Asante sana mtumishi. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, huchoki kusikiza na kupokea maombi kutoka mioyo iliyovunjika na kubondeka. Inakupendeza wakati ambapo tunamimina mioyo yetu kwako. Asante kwa muda na wakati. Asante kwa sababu ya uhai na uzima. Asante pia kwa sababu ya wakati huu ambao umetutumia Bwana ili tuweze kujifunza neno lako. Sisi Bwana, bila Roho wako Mtakatifu tunaweza kusema yetu ambayo hayawezi kuwa manufaa kwa watu wako. Hivyo tunamkaribisha Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu, ili kile tutakachojifunza mahali hapa kisitoke kwenye akili na mawazo yetu, lakini tutumike kama vyombo, kitoke kwa Roho Mtakatifu. Yaliyofichwa ama yaliyofunikwa ni yako Bwana, na yaliyofunuliwa ni ya kutufaidi sisi hata na watoto wetu milele. Kwa hivyo Bwana, tunakuomba utufichulie, utufunulie yaliyo sirini, ili iwe baraka na iwe usaidizi kwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba kutukiamini tukishukuru. Sema amen. Amen, amen, amen. Asante. Karibu sana mtazamaji. Tutakuwa tukijadili mengi zaidi kuhusiana na huduma ya malaika ama the ministry of angels. Atatuongoza mtumishi wa Mungu Pastor Tomaso, ambaye pia ni msomi, kwa hiyo anajua hiyo hekima ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Tutakuwa pia tukishiriki pamoja. Karibu sana. Labda swali la kwanza, malaika wapo kwa sababu tuliwasoma sana kwenye maandiko kwamba walikuwa wanatokea, lakini katika kizazi hiki ambacho tunaishi hatujasikia habari zao sana. Bado wako jinsi ambavyo walikuwa wanafanya kazi ama hawapo tena? Asante mtumishi Mandi. Somo ama wakati tunapojifunza kuhusu malaika, mara nyingi watu wengi they are jittery kugusa mafunzo ya malaika. Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu tangia uumbaji hadi sasa, watu wamejikuta kwa sababu ya hali na kutofahamu wakiabudu malaika, wakitolea kafara malaika na kuwafanyia ibada. Na kwa sababu hiyo hata kanisa, hasa kanisa la walokole, limekuwa jittery, limekuwa na uoga, limekuwa linaogopa kuligusa somo hili la malaika. Na ukweli wa mambo ni kwamba kuanzia kitabu cha Mwanzo
hadi kumalizia kitabu cha Ufunuo, Biblia inazungumzia malaika kwa kina. Ajabu ni kwamba inapoanza Biblia katika Genesis inaanza na malaika, na inapomalizia Biblia katika Revelation inamalizia na malaika. Na all along the Bible yote kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa kina inazungumzia kuhusu the ministry of the angelic. Nataka niseme hivi bila uoga, kwa sababu hivi ndivyo ilivyo. Pasipokuwa na malaika hakuwezi kuwa na ulimwengu, hakuwezi kuwa na wanadamu. Kwa hivyo swali la kama wapo ama hawapo, hata halipo kabisa, because there cannot be humans. Hatuwezi kuweko bila kuweko kwa malaika. Na kwa hivyo jibu la swali lako ni kwamba bila malaika hakuna wanadamu. Wow, asante sana. Swali la pili ambalo tunalitoa katika hayo ambayo umeyazungumza ni jinsi gani ambavyo hawa malaika huwa wanafanya kazi. Kwa sababu wapo vile ambavyo umezungumza, lakini wengi tunajipata katika ile hali hatuelewi ni jinsi gani ambavyo wanafanya kazi. Na nakumbuka kwa wakati mmoja ukiniambia kwamba ni viumbe ambao wana masharti pia, ambapo wana hasira pia. Kwa hiyo lazima tuelewe ni jinsi gani wanafanya kazi. Kitu cha kwanza, dunia hii vile ilivyo na hali ya dunia hii, ugumu, dhambi na vita vyote ambavyo mwanadamu anapitia zilianza palipohusika malaika katika maisha ya mwanadamu. Shida zote na vitu vyote na ugumu wote wa maisha mpaka ghadhabu ya tabu na maisha haya, kile ambacho kimesababisha ni malaika. Because the devil, whose name is Halal, in fact majina yale tunayomuita shetani ni majina ya karakta yake. The deceiver of the brethren, anayedanganya watu wa Mungu, mwenye roho mbaya, na majina mengi tu ambayo yote tunaiunganisha na his character. Lakini jina lake anaitwa El-Hilal na Mikael. Ni kama ni muundo wa majina yote ya malaika huwa yanaishia na R. Yeye anaitwa El-Halal. Na yeye he's a cherub. Na malaika wana viwango. Kuna maserufi, kuna macherubi. There is what we call authority bureaucracy. Ni kama vile hapa duniani kuna mfalme, kuna mawaziri, there is a bureaucracy. Hadi wa chini chini. Hata katika in the angelic realm there are bureaucratic positions within the angelic realm. Sasa huyu malaika mmoja, ukitaka kusoma sana kwa kina, enda kitabu cha Ezekiel mtazamaji, mlango wa 28. Tunapozungumzia malaika na jeshi, tunazungumzia a physical army. Tofauti tu ni kwamba our capacity in creation, jinsi vile tulivyoumbwa, tuko chini. Macho haya na mili hii haina nguvu ya kuweza kuona. Je, unajua chungu hakuoni? Hao ni kweli. Chungu hawezi kukuona. Ile kwamba hakuoni ni kumaanisha hauko. Does it mean kwa sababu chungu hawezi kukuona inamaanisha Francis Mandi hayuko? Yupo. Sasa sisi tumeumbwa chini katika uumbaji by the design of God. Ni kwamba we don't have a capacity to see those angels. Both the angels of light and the angel of darkness. Wakati mmoja mimi nikiwa kijana nimeokoka, ninafanya kazi ya Mungu. Nilipata mwana dada hapa Mombasa. Nikajikuta mtumishi niko kwake usiku. Unajua mambo haya wachungaji saa zingine hawayaongei sana. Nikajikuta niko kwake usiku. Lakini niliona kiumbe ambacho kilikuwa kimekanyaga chini, kinagusa dari ya hiyo nyumba. Yule mwanadada ama hiki ni kiumbe kingine? Kimekanyaga chini, kimegusa dari, na ilikuwa ni nyumba yenye urefu mno. Nikaona yeye mwanadada alikuwa akifanya kazi usiku. Sasa hayuko, lakini atakuja. Usiniulize atakuja, shughuli zianze. Sasa nimebaki. Wewe ndio umemtangulia pale. pale. Chumba amekuja, niacha pale akimbie afanye shughuli. Alafu nikiwa hapo nikaona kiumbe. Na sisemi nikaota. Ni kitu ambacho ulikiona physically. Nilikiona kama ninavyokuona wewe. Kimegusa dari na kimekajanga chini, na nyumba ambayo ilikuwa ina urefu
kina kirefu sana. Kilikuwa ni kiumbe chenye umbo la binadamu ama kilikuwa vipi? Kiwiliwili kama vile tuseme Adamu, lakini sura zake si kama hivi, na mwili wake ulikuwa ni kitu kama aluminium. Unaona sufuria mpya ni kitu kama hicho, lakini chumbe kikubwa sana, kimegusa dari, kimekanyaga chini, kinalitazama. Kama ni wewe ungefanya hapo? Nakimbia, mimi natoka. Hata mimi nilitoka chuti, sikufunga mlango. Huyu dada sijui kama kaibiwa, nilipotoka, lakini I saw this being. Baada ya hapo kadri miaka ambavyo imesonga na kadri nimeendelea kusoma na kufahamu na kuelewa the ministry of the angelic, imekuwa kitu ya kawaida kwangu. It has become a normal thing to me. Wakati mwingine ninaingia kwenye basi, ninasafiri kutoka Nairobi naja Mombasa, all of a sudden ninawaona wamekaa juu ya viti, wana viti vyao juu ya zile viti vya abiria. Kwa hivyo hufanyika mara nyingi, na utasikia pia watu wanakuambia hapa kuna mtu huonekana, na madereva wakimwona ajali zinafanyika, alafu ukimtafuta mtu huyo haonekani. Kwa hivyo hata maisha ya kawaida once in a while malaika wanaonekana, na utakuta watu wengi wana ushuhuda, wakati mwingine hawaelewi, lakini nasema hili halikuwa jambo la kawaida. Halikuwa jambo la kawaida. The ministration of angels is a part of our lives kila siku. Wacha niguse tu katika Old Testament. Kushangaze. Wakati ambapo Musa, nimeruka tu, lakini nataka nimguse Musa niseme, wakati Musa amekimbia Misri, ameenda kuchunga mbuzi za shemeji yake, Biblia inasema malaika wa Mungu akaja kama moto. Musa akaona haiungui, lakini moto inawaka. Kuna moto lakini kichaka hakiungui. Na malaika, the Bible is very clear, and the angel of the Lord spoke from the midst of the fire. Lakini akiongea, anaongea kama messenger. Kwa hivyo there are times the angel will speak as if it is God himself speaking. Malaika wa Mungu akaongea akiwa katikati ya ile moto, na kutoka hapo he gave Moses the direction. Na ukisoma katika Exodus 3 mstari wa 2, itakwambia Moses in the burning bush waliongea, they conversed with the angel ambaye alikuwa anaongea in the midst of the fire. Hakumuona, alikuwa anaongea in the midst of the fire. Na hata sasa malaika wana tabia ya kuongea mara nyingi in the midst of a fire, pasipo kuwaona kiwiliwili chao. Unakaa katika hali, lakini unasikia sauti. Na hakika there is a voice you have heard. Siku moja mimi tumefungua huduma pahali kawaida, changamoto nyingi sana. Na nilikuwa nikienda siku za Alhamisi pale kanisani, ninashinda pale paingine hapaji hata mtu. Nikawa moyo wangu umenywea sana. Siku moja nimeenda Alhamisi, kulikuwa na jengo hapo, nikasimama hapo, nikakalia tu hapo sebuleni ya jengo hilo. Mara moja nikasikia sauti. Na niuliza, Mchungaji Thomas, unajua kwa nini nilikuleta hapa? Nikainuka nikamwambia, Mungu, najua ulinileta hapa ili nichunge mioyo ya watu hawa, na wamekataa kabisa kuja kwa nyumba yako. Akaniambia, mimi sijawahi aminia mioyo ya watu wangu mwanadamu. Wewe nikuleta hapa ili nikunyenyekeshe. I brought you here to humble you. It was a conversation that was very clear, kama vile tunazungumza sasa mimi na wewe. Na imefanyika mara nyingi. All what I'm saying, everywhere, every time you go, you have the dominant angel, malaika ambaye huyo mahususi huwa mnaenda naye. Ni kama vile unamuona rais kila wakati kuna askari amemsimama nyuma yake, because there is an angel that is ambaye amepewa jukumu la kwenda na wewe popote pale uendapo. Lakini pia there are multitude of angels that minister to you kupitia kwa ofisi zao. Biblia inasema nao wana wa Israeli 14:9 of Exodus. And the angel
of the Lord went before them. Exodus 14 verse 19. And the angel of the Lord went before them. Kwa hivyo tunasema walienda na moto usiku na wingu mchana. But 49 inasema malaika. Even as you saw the fire and you saw the cloud. Ilikuwa usiku ni baridi sana jangwani. Kwa hivyo walihitaji joto. Tuchukue practical example. Wakati mmoja, wakati Abrahamu ametoka kwao, akaenda mpaka kule alikoahidiwa na Bwana kutoka the Chaldees, akaenda akaseto in the promised land. Na wakaenda na mtoto wa ndugu yake marehemu aliyeitwa Lutu. Na Biblia inasema wakakuja maadui wakaingia katika maeneo hayo, Sodoma na Gomora, na wakawachukua mateka na utajiri wote wafalme watano hao. Na wakati aliposikia baba Abraham, akachukua wafanyikazi wake takriban watu 300. Wakaenda wakawatandika jeshi ambalo ni zoefu na jeshi ambalo lilikuwa linapigana. Mseto wa jeshi watu 300, wafuga kuku, wachungaji, wachimba visima. Baba Abraham akana nao, wakawapiga na wakarudisha kila kitu kilichoibiwa. Just think about it. Jeshi zoefu, wanajeshi wapiganaji, wamekuja wamepiga jeshi la nchi na wamechukua mateka. Lakini wanapigwa na wafanyikazi tu wa kawaida. Unadhani kwamba hawa ndio walipigana? Kulikuwa na nguvu zingine zile tunaita behind the scenes ambazo zilikuwa zinawapa msukumo. Let me give you another example. Joshua amefika ukigo wa kuingia katika nchi ya ahadi. Mara anamuona mtu ambaye hamuelewi. Amuuliza, wewe uko upande wetu ama uko kinyume nasi? Namwambia, mimi ni malaika wa Mungu aongozaye vita. Kwa hivyo vita vyote vilivyopigana, nani akapigana? Ushindi wote uliopatikana in the promised land, nani akapigana? Let me give you another example. Wakati mmoja Elisha anaambiwa na Gehazi msaidizi wake, ninaona jeshi la Syria na limepita kwa mfalme, ni kama wanakuja hapa tunapoishi mlimani. Kumbe huko wameambiwa mfalme wa Syria kwamba kuna nabii yuko Israeli. Ukiongea hata ukiwa chumbani chako cha kulala, anakusikia. Sema, naona wamepita lango kuu, ni kama wanakuja hapa. Naye mtumishi wa Mungu akamwambia Mungu, si mfungue huyu jicho angalau kwa sekunde tu aweze kuona, uoga uishe. The Bible says akafunguliwa macho yule msaidizi, akaliona jeshi kubwa lililokuwa na gari za farasi ambazo zilikuwa zinawaka moto. Akafungwa macho. Na wakati jeshi la Syria lilipokuja likapewa upofu, likaongozwa tu na mtu mmoja kama mbuzi ama kondoo. Hawaoni chochote. Let me give you the last example, because these examples they are all over the Bible. Wakati ambapo Gideon ametokewa na malaika, wakazungumza moja kwa moja kama tunavyozungumza. Na sijui kama watu wanajua hata sasa malaika hutokea wakazungumza moja kwa moja. Na watu sijui kama wanajua ni malaika wa pande zote mbili. Mimi mtumishi Mandi mara kwa mara wamekuja wa tofauti. Nimesaidia watu wengi sana, na wewe unajua, na kutafsiri ndoto. Na watu mara nyingi wanakutana na malaika wa nguvu za giza katika maono. Na wao hawawezi kutofautisha wakati when it was an encounter and when it was just a dream. Na watu pia hukutana na malaika wa Mungu mara kwa mara wakati mingi sana. Lakini kwa sababu tuna lack awareness, wanakuwa si rahisi sisi kuweza. Na labda vipi mtumishi wa Mungu ambapo mtu anaweza akajua kwamba hapa jinsi ambavyo naendelea hapa naongea na malaika, ama ni vipi ambavyo, sijui niulize hili swali vipi, how can you provoke them kwamba katika hali hii najua kwamba hawa malaika tunaweza tukazungumza katika kiwango hiki? Unajua kile usichokijua hakiishi ndani yako.
what you don't know, to you it does not exist. Kama To ujui you, hakipo. it does not exist. Kwa hivyo kila wakati kile utakachokumbana nacho utakitafutia jibu kupitia kwa kile wewe unachokijua, because it is a truth that sets people free. Tulitangulia na kusema kwamba ili somo la malaika ni somo ambalo wengi sana wana mchecheto kuligusa, kwa sababu ni kweli mwanadamu kwa miongo mingi aliabudu malaika na kufanya malaika miungu, na maandiko ni mengi tu katika Biblia ambayo ina warn watu wasiabudu malaika. Wakati mmoja na babake Samson, Manoa, amekuja malaika kutana na mke wake moja kwa moja, akamwambia umebeba mtumishi wa Mungu, na akampa masharti, usinywe vinyo na hiki na kile. Aliporudi mara ya pili, wakawa wanataka kuinama wamsujudu, akamwambia hata msijaribu, mimi ni kiumbe kimeumbwa kama nyinyi, aliye na haki kusujudiwa na kuabudiwa ni Mungu. Hata wakati wamemchinjia katoto kambuzi na akakubali, yule aliyeteremsha moto ni Mungu, akachukua ile dhabihu na malaika akapanda na hiyo moto. Sasa over the years kanisa limekuwa na mchecheto, limekuwa jitari kufunza somo la malaika, hasa kanisa la kirokole, kwa sababu the borderline between being ministered to and ministering inawasumbua sana, kwa sababu angels according to Hebrew 1:7 ambayo ilikuwa ina quote the book of Psalms, ni kwamba even though hata kama waliumbwa juu yetu, but they are ministering spirits, wamewekwa roho watutumikie sisi. Na ukiangalia wametumika all along in the Bible, wametumikia mwanadamu all along. Fikiri wale walikuwa na ukoma wanne, wanatoka wanakuta askari wote Wafilisti wameuawa na dhahabu na vitu zote zimetapakaa, wameuawa. Anything that is physical, but there is a participation of an angel. Umeuliza tutajuaje kama tunaongea na malaika? Let me tell you. Wakati ambapo unaingia katika kina, kitu cha kwanza uweze kufahamu kwamba there is always interaction between man and angels. Na ni viumbe ambavyo Mungu aliviumba ili viweze kukutumikia. Hebrew 1:7, they are ministering spirits. Minister ni kusema ni watumishi wako. Hiyo ndio mwanzo. Ya pili ni uanze kufunguka wewe mwenyewe so that you can receive the ministration. All along, ukiamka asubuhi mpaka jioni, they minister to you. Hebu jiulize, mtoto akizaliwa, kuna moto, kuna vijembe, kuna visu, kuna nini, kuna barabara, mtoto hukuaje? Anakuaje mtoto? Nani hulinda mtoto mpaka akawa ni mtu mzima kama mimi na wewe? Na all the dangers zinamzunguka kweli. All the dangers are surround him. The modus operandi, the mode of operation of God ni kwamba malaika ni viumbe ambavyo Mungu amevitumia na aliviumba ili viweze kuminister to us. Now, ikiwa tangu ulipozaliwa angels are ministering to you, when they want to minister one on one, remember they are messengers, ni hutuma, na wao huja wakati ni lazima, na ndiyo njia ya pekee, yao kujitokeza kwako. Siku moja mimi ninavuka barabara hapa mjini Mombasa, na kuna waizi wa pikipiki wamenyakua simu ya msichana, wanapita wrong side na pikipiki imeenda mbio. Sasa watu pale kwenye pale hoteli, wengine wako nje pale wameweka meza zao pale, ilikuwa jioni. Na mimi navuka barabara, kumbe pikipiki hiyo imekuja mbio. Wakati nilikanyanga hatua moja tu, mtumishi Mandi, nilishikwa hapa nyuma, nikavutwa nyuma, pikipiki kapita shwa, nikageuka nimshukuru aliyekushika maana watu wote wamesimama pale, si wananitazama hivi, anaona mimi nikienda kugongwa na ile pikipiki. Nikashikwa hapa nyuma, nikavutwa, na nikasikia nimevutwa na sikuanguka, nikashikiliwa. Wakati nimegeuka nimshukuru, I didn't see anybody. Huko na yote inafanyika mara nyingi, lakini because we are not aware, inapita tu. Lakini malaika wanatumika na kushiriki katika maisha yetu kila siku, na malaika hawa wanatumika kwa ofisi zao.
ndio wa kwanza kushuhudia kazi inayofanywa na malaika katika ulimwengu wa giza, na kwa wale ambao wamechagua kutumika katika ulimwengu huo. Utasikia tukisema yule bwana ako na majini bwana. Hata ukiona biashara inaenda vizuri hivi, yule amefuga vidude bwana. Usifikiri ni hivi bwana. In fact, what we are saying, the angelic is operating katika biashara huyo bwana, na sisi wenyewe ndio tunashuhudia, sisi walokole. Ukiuliza yule bwana atakwambia tunang'ang'ana tu bwana, lakini sisi ndio tunajua kwamba kuna viumbe, ndio tunashuhudia kwamba hayuko peke yake bwana. Asikudanganye, yule ana vidude. Vidude hivi tunavyovizungumzia ni nini? Let me give you the modus operandi of the kingdom. Ni kwamba God operates with the angelic. Mungu huwatumia malaika kwa mambo yote yanayohusisha mwili. Mambo yote yanayohusisha mwili, Mungu hutumia malaika. Na pia katika ulimwengu wa giza, mambo yote yanayohusisha mwili huu, Shetani hutumia jeshi lake, na ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa ulitumia, na ina influence kubwa sana katika ulimwengu. In fact, maisha yote na operation zote za hapa duniani, it is a battle, ni vita katikati ya vikundi hivi viwili vya malaika. Na ukiangalia hata wakati wa manabii, hata kabla ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu, utaona there are appearances of angels. Mungu ametumia malaika kutoka pale alipo na ulimwengu. For example, mara ya kwanza, japo kuwa katika Genesis chapter 1, 2, 3 inazungumzia aliyekuja amejificha ndani ya nyoka, jina lake ni Shetani, lakini tunajua ni malaika ambaye aliasi. Lakini ukienda mlango wa 16 wa kitabu cha Mwanzo, hapo inazungumzia Haga, wakati ambapo alitoroka mke wa Abrahamu akiwa bado mjamzito, na akaenda akakaa kalia, akamwambia Mungu, afadhali sasa mimi nife, maana mama Sara alimfukuza, alimtesa, naye akaona afadhali atoroke. Biblia inasema for the first time, Biblia inazungumzia malaika directly. Inasema naye malaika kaja akajibizana na Haga, na akamwambia rudi, nenda umtumikie mama Sara, na kile ambacho umebeba tumboni ni taifa. And that is the first time the Bible clearly brings the picture of an angel akitumika na Mungu, sababu God uses angels to minister kwa mambo yote ambayo ni physical. And who are angels? You see, kanisa limekosa kuweka a line between demon spirits and evil spirits. Na Kiswahili ni rahisi kuisema, kanisa limeshindwa kuweka mstari katikati ya malaika na mapepo. Malaika ama mashetani na mapepo ni vitu mbili tofauti sana, kwa sababu malaika ni viumbe, they are beings. Ni viumbe ambavyo viliumbwa na Mungu kukiwa na kazi na majukumu mahususi ambayo Mungu alikusudia kufanya nao, kama vile aliniumba mimi na wewe mtumishi mahali akiwa na kusudi. So angels are created beings. Biblia inasema they are a bit higher than men, ijapokuwa they minister to men. Kwa nini wako juu lakini wanatutumikia? Because we are clothed with glory. We have the image. Tuna sura na tuna mfano wa Mungu. Na nafikiri hii ndio ilimuuma Helal ama Shetani. Ona, kiumbe hiki kiko chini yangu kwa mawazo na kwa kila kitu na uvumbuzi na kila kitu, mbona tena mimi niwe chini yake nimtumikie? Nafikiri hiyo wivu ni kama ile wivu tu alikuwa nayo mbinguni. Akaona kwa nini, why should I minister to man, na mimi niko juu. Kwa hivyo malaika in a nutshell ni kiumbe ambacho alikiumba Mungu. An angel is a being. Lakini when we talk about evil spirits, kwa mfano tuseme roho wa uaji. Unaona kuna wakati kunatokea watu wanauana tu, kama sasa nasikia mtu ameua bibi, mtu ameua watoto. There's a spirit. Everything, kila kitu ni roho. Unasikia kuna roho wa usherati katika mji huu. Kwa mfano wasema ukienda Mombasa kuna roho wa usherati. You see a pattern of
ya maisha ambayo si ya kawaida. There is an excess of an evil. Now that spirit is more or less like a wind. It is a disembodied spirit. Maroho hayana mwili. Only beings carry bodies. So angels are not spirits. But the Bible says in Hebrew 1:7 that God transforms them into spirit wakati anataka kuwatumia. But they are beings. Ni viumbe ambavyo vinaongea, vinatembea na vina mahusiano kama vile mimi na wewe. Lakini wako katika kiwango cha juu, na tofauti yao ni kwamba ni kama mimi na wewe, miili yetu haifanani na samaki. Ni tofauti. Lakini yote ni miili. Yote ni miili. Na mwili wa malaika haufanani na wa mwanadamu. Lakini ana mwili. That's why they can talk. They can speak. They can hear what they're saying. In fact, inasemekana katika kitabu cha Mwanzo kwamba walikuja wakapendezwa na wasichana wa mwanadamu na wakawa na mahusiano nao. So they are beings. But these beings, they control the modus operandi, the mode of operation. Nothing happens in the physical. Hakuna kitu hufanyika katika ulimwengu wa uhalisi pasipo mahusika ya malaika. Everything that happens in the physical. Mara nyingi utasema mimi hata sijui, nilijikuta tu nimekanyaga tu barabara, sijui hiyo gari ingenigonga. If you think about a small baby, mtoto mdogo akizaliwa, do you know there is a multitude of angels ambao Mungu anamwasaini huyo mtoto tangia akiwa tumboni hadi siku atazindikishwa mpaka kaburini. Without angels, Francis Mandi, hatuwezi kutoka hata kwa manyumba, hata huku kwa manyumba kaliki. This world is a battlefield. Kitabu cha Efeso 6:12 nasema we are fighting principalities, powers and rulers of darkness in the heavenly places. Ukizitofautisha maneno hayo moja kwa moja useme huwa principalities. Mwalimu anaitwa principle. Wakati mmoja katika siasa za Kenya walisema the 5 principles. Kila chama ikatoa mtu mmoja wakaitwa principles. Biblia inasema we are fighting principality. You cannot be a principle if you are not a being. We are also fighting rulers. You cannot rule if you don't have, if you are not a being. You cannot rule if you don't have a being. Kwa hivyo hizi zote ni viwango vya malaika waasi ambayo tunapigana nao. Lakini wakati popote kuna vita, lazima kuna sehemu moja iliyo kushoto na moja iliyo kulia ambayo inapigana. Kwa hivyo hawa waasi hawa wanapigana na nani? Who do they fight? Now it's interesting. Kwa sababu ukiangalia maandiko katika Biblia, kuanzia Mwanzo, Genesis to Revelation, Biblia ni kitabu cha vita. Kitabu cha vita. Either physical or higher realm. Or higher realm. Ni kitabu katika mwili ama katika ulimwengu wa roho. Ilianza katika Genesis na imeendelea mpaka Revelation. The Bible is a book of battles. Lakini hii vita hupiganwa na nani? Hii vita hupiganwa na kingdoms mbili. The kingdom of darkness ambayo inaongozwa na one cherub anaitwa Satan, na the kingdom of light ambao huongozwa na moja ambaye anaitwa Jesus Christ. Hatuhusishi malaika katika maisha yetu ya kila siku. Ni vizuri kuweka the line. Asisemi tuabudu malaika. Yesu alihusika katika ministry yake na malaika all along. In fact, ukisoma kitabu cha Revelation utaona kwamba hata atakaporudi, kile kitatumika sana ni malaika. Ndio watakuja kutenganisha wenye dhambi na watakatifu. Na sasa wakati ambapo Yohana anazungumza kwenye kisiwa cha Patmos akizungumzia the 7 churches, every church is assigned to an angel. The church of Sardis, the church of every church, kila kanisa limehusishwa na malaika. Hapo ni baada ya Yesu kufa na kufufuka. It is after the resurrection of Christ. Yohana anatuma kwa kanisa aki-address the angels ambao wana-represent makanisa hayo. Sijui sasa hivi kanisa langu na lako kama lina malaika anayehusika. Is there an angel? Ikiwa wana wa Israeli walienda malaika na Joshua alimuona,
Ikiwa John anawaandikia kutoka Patmos na ana address malaika wanaosimamia the seven churches, sijui kama makanisa ya sasa kuna malaika ambao tunatambua kwamba Mungu amewasign to our churches today. Ninashangaa sana wakati ambapo tunashuhudia testimonies za vile malaika wa nguvu za giza wanavyofanya na kunufaisha wenzao katika upande ule wa giza. Na sisi Mungu ametupatia multitudes of angels katika departments zote, and they are ministering spirit, ili watumike katika maisha yetu, si kutupigania vita tu, lakini pia kuboresha na kunufaisha maisha yetu, because they are ministering spirits. Lakini kile ambacho hujui hakiwezi kukunufaisha. Amen. Wow. Nimalizia na mfano huu, ukiniruhusu Francis. There's a story of a man in South Africa. Alikuta bunduki imeangushwa pahali msituni tu. Akaona ni chuma kizuri. Akaweka kwa mabega. Lakini kabla atoke, akakutana na mnyama. Akiwa na hiyo bunduki, akaliwa na yule mnyama. Watu walikuja wakakuta bunduki loaded, imejaa marisasi. Na mtu ameliwa, hii ni mifupa. Wakauliza, how on earth mtu ana bunduki na imejaa marisasi lakini amemalizwa? Hakuitumia bunduki hii. Ni kwa sababu hakujua ni nini, hakujua maana yake, hakujua kazi yake. It is the same thing with the church today. Kwamba the angels and the ministry of angels wako tu all over ili waweze kuboresha na kuminister, watumike. Ndio sababu wanaitwa cabinet ministers, wanaitwa watumishi wa umma. Na the Bible says in Hebrew 1:7, angels are ministering spirits. Wamepewa majukumu to minister everything physical about our lives, while the Holy Spirit ministers the spiritual things. Lakini ikiwa hujui, si unakufa tu kama huyu jamaa ambaye ameliwa na mnyama na una bunduki yako mabegani. Amen. Wow, asante sana. Nadhani mtumishi wa Mungu, sasa in the next program tutaanzia hapo. Kwamba sasa tuko na malaika, wapo ni wengi, lakini hatujui ni jinsi gani tutawatumia. Kabisa. Sasa utatufundisha kuanzia kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya ili tuweze kupata huduma zao, na sisi pia katika maisha yetu tuweze kupata ile huduma ambayo inahitajika na ile kusudi la Mungu. Kabisa. Amen. Wow, asante sana mtazamaji. Tutakuwa tukiendelea kuanzia hapo ili tupate kujua ni vipi ama ni jinsi gani ambavyo tutakuwa tukitumia hawa malaika ili waweze kutuhudumia. Sio kana tunaabudu, lakini ile kuelewa, kupata ufahamu, tupate kujua ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata huduma zao. Asante. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Tomaso, ni msomi wa Biblia, maandiko. Tutakuwa tukiendelea kujifundisha, na najua kwamba kuna kitu ambacho umejifundisha hapo. Maswali yako kuna namba hapo kwenye screen, utakuwa ukiandika hapo, na in the next program tutakuwa tukiyajibu. Mtumishi wa Mungu, kwa dakika chache tu, kuna watu kule nje ambao wangependa kuokoka, kumpatia Yesu maisha yao. Kwa dakika moja tu, alafu tumalizie kwa maombi. Ni vizuri kusema kwamba hauwezi kutumika Tanzania kama wewe ni Mkenya. Ruto akifika, Mheshimiwa Rais Ruto akienda Tanzania, yeye huwa ni mgeni na nguvu zake huwa zinaishia pale kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Na kwa hivyo malaika hawa huwezi kuamrisha na huwezi kuwatumia kama wewe hauna kibali cha kuwatumia. Alipoteza kibali Adamu, na Adamu wa pili, Kristo Yesu, akarudisha kibali cha kwako mimi na wewe kuweza kuamrisha malaika ili wakutumikie. Na wakati ambapo alisema imekwisha pale msalabani, baadhi ya mambo ambayo yaliisha msalabani ni kile kilichokuwa kimezuia wewe uamrisha malaika. Kufa kwa Yesu Kristo msalabani, akawa kafara, akamwaga damu yake kwa sababu yetu. Na ndiyo sababu anasema kwa jina langu. Sababu it is only him, yeye ndiye amelipa gharama, na ni yeye pekee ambaye jina lake linaweza kutumika ili malaika waweze kutii na kutuhudumia. Kuna watoto wa Skreva katika kitabu cha Matendo wa Mitume. Walijaribu kutoa mapepo wakitumia jina la Yesu. Kaambiwa, Petero tunamjua, Yesu tunamjua, lakini nyinyi hatuwajui. Biblia inasema walitandikwa wakatoka tupu uchi wakakimbia. Kwa hivyo kile ambacho kitakupa mamlaka ili kuweza kuamrisha na kuhudumiwa na malaika, kitu cha kwanza ni uwe una kibali
utaifa wa mbinguni. You have the right as a citizen. Ukifanyika a citizen, then umepewa kibali cha kutumia hilo jina la Yesu Kristo, ambalo ni jina kuu, ambalo hakuna jambo mbinguni na duniani ambalo haiwezi kutatuliwa kupitia kwa jina hilo. Na kwa hivyo ikiwa nataka kuona malaika wakihusika katika maisha yako moja kwa moja, ikiwa nataka kuona malaika wakihusika katika biashara yako, ikiwa nataka kuona malaika wakihusika katika hali nyingi tu zinazozunguka maisha yako, ili uweze kuwa na kibali, dominion to authorize, na kuamrisha na wawe watenda kazi ndani ya maisha yako, hatua ya kwanza ni kuingia taifa upate authority. Na taifa hilo, he is the way, he is the truth and life. Yeye ndiye lango kuu. Na kwa hivyo unapookoka unapewa kibali sio tu cha kwenda mbinguni, lakini unapewa kibali na mamlaka cha kuweza hata kutawala na kuwaamuru malaika kuweza kuhusika moja kwa moja katika maisha yako. Na kwa hivyo ikiwa uko hapo na unasema, Pastor Tomaso, mimi ningetaka kuokoka, ningetaka kutubu dhambi zangu, ningetaka kupewa kibali na mamlaka na nguvu, basi unao nafasi na wakati mzuri sasa. Utanena maneno hao pamoja nami, nawe tayari you'll be ushered, utakuwa tayari umeandikwa kama mwana, jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha wana wa Mungu. Kama uko hapo, sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimepungukiwa na nguvu na utawala na mamlaka kwa sababu nimekaa mbali nawe. Nisamehe dhambi zangu, nioshe kwa damu yako, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, nifanye chombo chako cha kazi, nitie nguvu za ufufuo ndani yangu, ili Bwana niweze kuwa na mamlaka na nguvu iliyokufufua kutoka kwa wafu. Kuanzia leo nitakuishia, nitaishi maisha ya kupendezayo sawa sawa na ahadi ya neno lako. I pray, Father Lord, in the name of Jesus Christ, in the name that is above every name, kwamba wapendwa hawa ambao wamekata kauli kuweza kuacha maisha ya mateso na ghadhabu, na wamechagua kuwa wana na warithi, wamechagua kuwa vyombo vya Mungu vya kazi. Bwana, naomba nguvu zako, nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kupata nafasi ndani yao, na uwaongoze Bwana siku baada ya siku, wakikua katika imani na wakikua katika nguvu na katika utenda kazi, na wakitumia nguvu za ufufuo kuamrisha malaika hata katika maisha yao ya kila siku. Asante Bwana, pokea sifa na pokea utukufu, ukibariki kila mmoja mtazamaji katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Karibu sana mtazamaji, asante sana pia kwa wote ambao tumekuwa pamoja. Katika kipindi kijacho tutakuwa tukiangalia mengi zaidi kuhusiana na jinsi gani ambavyo tutafanya kazi na hawa malaika. Asante sana mtumishi wa Mungu pia kwa kuja, imekuwa ni ya baraka sana. Najua kwamba mtazamaji kuna vitu vingi sana ambavyo amejifundisha. Bila shaka. Wow, asante sana mtazamaji, hadi wakati mwingine ambapo tutakutana tena kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mtumishi Francis Mandi, najua kwamba tutakutana